Mama ni rais wa nchi hii, sio kwa sababu mlipiga kura. Na sisi tumo. Tumo, na hii tumo. Lola ni nini? Yani hapa kinachofanya askari wafanye maandamano. Wale wenzetu mmoja yale pale amekufa. Mwingine tekniko pale amekufa. Mwingine amekufa. Wanapigana hapa dunia. Unaona hapa dunia. Hatumtaki rais. Chekile jamana rekodi boti mwenzetu. Hatutaki rais. Sawa. Kwanza. Hatuna mchele. Kwa majina naitwa Captain Tesha, afisa kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika kikosi cha Saki, kwa maana kwamba ni shule ya anga ya kijeshi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa kunipa uhai na afya mpaka muda huu ambapo nazungumza nanyi wa Tanzania wenzangu. Nikiwa na maumivu makubwa sana moyoni juu haya yanaendelea katika nchi yetu. Nimejaribu kutafakari sana mpaka muda mwingine kufikia kumshirikisha Mungu kwamba nikiwa naiona hatari kubwa sana ambayo ipo mbele yetu kama taifa. Haikuwa rahisi hata kidogo kwangu mpaka leo hii Watanzania kuniona nikiwa mbele yenu naongea haya mambo. Haikuwa rahisi kwa sababu nazijua taratibu zetu za kijeshi jinsi zilivyokuwa ngumu, hasa kwa mambo kama haya. Haikuwa rahisi hata kidogo kutafakari mpaka kuamua kufanya hiki. Kwa maana hiyo sasa nikiwa naifahamu hatari hiyo iliyopo mbele yangu juu ya hichi ninachokifanya kwenye utaratibu wetu, desturi zetu, pia katika mambo mengine, sitojali hizo hatari kwa namna yoyote. Sitomuogopa mtu yoyote, ila heshima kwa wakuu wangu itabaki pale pale. Hivyo basi nimeweza kuandika barua kwenda kwa wakuu wangu wa kazi, kwa maana kwamba CDF na wengine, kuwaeleza kwamba siridhishwi kabisa kwa yanayoendelea nchini na naiona hatari kubwa sana katika taifa letu. Hivyo basi ni vema kama jeshi kuchukua hatua haraka sana kabla hatujachelewa, kwa kuwa imani pekee iliyobaki kwa Tanzania ni jeshi lao. Japo muda mwingine wanasiasa wanajaribu kuliingiza jeshi letu kwenye mambo ya siasa, kulitumia ili uweze kufanikisha mambo yao, lakini tumebaki kuwa imara na bado tunaendelea kuaminika na Watanzania. Hivyo basi kwa kuona hilo na kuona hali ambayo ipo kwa sasa, sehemu pekee na imani pekee ya Watanzania ni kwenye jeshi lao. Hivyo nashauri jeshi letu liweze kuchukua nchi haraka sana na kuweza kuweka mambo sawa kuliko kuendelea kulazimisha kwenda mbele, hasa katika hili swala. Tanzania's post-election chaos is spilling beyond its borders, and Kenyans are now asking to cross over and help their neighbors fight back.
Barely 24 hours after Tanzanians went to the polls, the country is burning, literally and politically. Mitandao shaizima. Kama tunavyoona kituo cha polisi cho. Maanisha utua. Kituo cha polisi Gadeni, bye bye. Hawezi katulia ndugu zetu kumamae. Atoke Ikulu ndo tunakuja huko. Businesses have been burned to the ground. Cars have been torched. Roads are barricaded. And homes have been vandalized in a wave of anger that shows no sign of cooling. Yes, Ntemboni. Yes. Hiyo nasema tunyunyu. Nguvu ya wananchi. Videos now circulating online shows a group of Kenyans at the Namanga crossing pleading with police to let them through. Guy. This border drama comes after weeks of ignored warnings. Opposition leaders and even senior military insiders had cautioned that youth anger in Tanzania was nearing a breaking point. Mheshimiwa Spika, kuna hasira inakusanyika kwenye mioyo ya watu. Amwaoni watu wanaandamana barabarani, watu wanaandamana ndani ya mioyo. Iko siku watatoka barabarani bila sauti ya Chadema. Iko siku watatoka barabarani bila sauti ya Kafu. Iko siku mtawakuta barabarani. Na Mheshimiwa Spika, taifa hili litapasuka vipande viwili. They warned that any attempt to force an election without credible opposition would light a fuse. Tunaingiaje kwenye uchaguzi kuna uonevu zaidi wa chama cha upinzani. Kwa makusudi wanazuia kufanya hata mikutano yao. Wanafunguliwa kesi za hila na za ovyo za kuwazoofisha. Wafuasi wao wanakamatwa, wanatekwa, wengine wanauawa. Kama vile sio Tanzania. Hili alikubaliki. However, President Samia Suluhu Hassan's administration ignored the warnings, confident that its grip on power and its narrative of peaceful stability would hold. Siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Narudia. Siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Siku hiyo ni ya watu kwenda bila hofu. But the shocking part is it didn't. Now, the same youth Suluhu once praised as calm patriots are leading mass demonstrations calling for her resignation. Wananchi hawataki Mama Samia. Wananchi wanataka haki yao na jeshi limekuja kutupa support. Jeshi liko sehemu ya wananchi, msiogope. Jeshi liko upande wa wananchi. Jeshi liko upande wa wananchi, msiogope. Wanajeshi tunawapenda sana. Wanajeshi nyie ni ndugu zetu. The same borders she once touted as safe corridors for investors are now lined with Kenyan sympathizers watching the flames from across the fence.
Sisi tunawapenda sana. We love our country. Tanzania ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo sisi hatuna shida kabisa na nchi yetu. Sisi tunatetea utekaji, tunatetea mambo ambayo yanaendelea. Tunahitaji demokrasia ya haki. Tukimtaka fulani, ndio huyo ndo tunamhitaji. Hatutaki sisi mambo ya nyunyinyi wala nywenywenywe. Hawatasikia nyinyi. Sisi hatuna fujo kabisa. Sisi wanajeshi wetu tunawapenda sana. Hatuna nyunyinyi wala nywenywenywe. Kwamba hiyo Now the chickens, as the old saying goes, have come home to roost. Only this time, they are crossing borders. Yes, yes, Gari ya tume wauni wameichukua wanaondoka nayo. Gari ya tume ya uchaguzi wauni wanaondoka nayo. Wewe wamekuja wamekimbia. Gari ya tume ya uchaguzi. Kufa jamani. Jamani Dar es Salaam tunakufa. Jamani tuoneeni huruma jamani. Jamani kama unavyoona jamani, hii ni Dar es Salaam imechachama. Jamani raia, jamani watu ambao mpo mkoani, hii ni Dar es Salaam imechacha. Kituo cha polisi kimechomwa moto. Hii ndo Dar es Salaam jamani, kama unavyoona hii ni Dar es Salaam. Jamani hii ni Dar es Salaam imechachama. Jamani watu raia wamechachama. Raia wamechachama. Ukisikia kuchachama, sikia mabomu hayo. Kama unavyosikia hayo ni mabomu. Hayo ni mabomu, wananchi wamechachama. Polisi hawaeleweki. Yaani hivyo, yani sio poa. Dar es Salaam sio poa, Dar es Salaam sio poa. Kama unavyoona. No reform, no election, inafanya kazi kwa mama wake. Hivyo tu wenyewe. Ndio kuhusu kodi zetu. Makamanda. Makamanda vai. Ndio makamanda. Mama yake. Kama ulishonewa wewe. Ulishonewa wewe. Nguo kama walikupima nini? Walimpima walijua kitakachowakuta. Ushapata na pete mama. Twende kichange vitanzania. Twende. Twende. Twende baba. Nyingine hapa. Shati. Kale umesahau shati. Sana Tanzania. Wakipiga huko wakupe saluti. Asante sana. Na kiatu basi. Mwisho wa kuvaa. Mwenzake uko wapi? Ndio kuhusu kodi zetu. Wasingi. Yes.
Kama sisehemu ile, sema hata sisehemu ile. Singa kuja sasa hivi. Yezi, 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 Yezi. Oh yeah. Yezi, 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 Yezi. Sasa Mungu amevuruga. Oya, oya, oya. Haya maandamano ya amani. Protesters face off with police after Cameroon's President Paul Biya won an 8th term on Monday. It happened in Cameroon under Paul Biya, a government silencing its own citizens in the name of order. And now, it's happening again, this time in Tanzania. Now to Tanzania, where police have imposed an evening curfew in the main city, Dar es Salaam, after protesters tore down banners supporting the president and burned a police station. Chaos erupted in various towns in Tanzania as the country held their presidential elections, marked by concerns from human rights groups alarmed over detention of opposition members. Internet connectivity was disrupted across the country shortly after hundreds of protesters set ablaze a rapid transport bus and a gas station. The streets of Dar es Salaam burn with anger. Sirens echo through the night. And a new generation is refusing to bow. CCM! Hatutaki! CCM! Hatutaki! CCM! A curfew has been declared, the internet cut off, and the people's voices drowned in tear gas. But in the heart of the storm, Africa's youth are reminding the continent that silence is no longer an option. Just when the world thought it was over, reports say protesters have stormed military barracks, pleading for the army to take control. In what was meant to be a moment of democracy, Tanzania has found itself repeating the mistakes of others. Just like Cameroon, under Biya's iron rule, the government faces its own people, not with dialogue, but with force. President Samia Suluhu Hassan, once celebrated as a symbol of hope and reform, now stands accused of walking the same path of repression. A nation watches in fear, while the rest of Africa asks, is this the beginning of another long reign built on fear? Welcome to the African Discovery, where we uncover Africa's untold stories and explore the deeper meaning behind today's biggest events. On what should have been a day of democracy, chaos unfolded across Tanzania. In Dar es Salaam, the beating heart of the nation, peaceful protests quickly turned violent. Demonstrators demanded electoral reforms and freedom of political expression. But instead of listening, authorities answered with force. The police fired tear gas,
protesters set vehicles ablaze, and hospitals began to overflow with the wounded. By nightfall, the government imposed a strict curfew, ordering citizens to remain indoors after 6 p.m. 2 people, a civilian and a police officer, were killed during Election Day demonstrations in Tanzania, with the state putting the city of Dar es Salaam under 6 p.m. curfew, following a tense election day marked by protests and unrest across many parts of the neighbor to the south. Dar es Salaam Special Zone Police Commander Jumanne Muliro did not specify, however, when the curfew is expected to be lifted. The message was clear. Dissent will not be tolerated. Even more chilling, the internet went dark. NetBlocks confirmed a nationwide blackout, cutting Tanzanians off from the world and from one another. But when the light of truth is blocked, anger only burns brighter. As fear deepens, reports now claim that thousands of Tanzanians have gathered outside military barracks, pleading with soldiers to intervene. Sisi tunawapenda sana. We love our country. Tanzania ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo sisi hatuna shida kabisa na nchi yetu. Sisi tunatetea utekaji. The rumor, circulating across verified accounts on social media, suggests a desperate call for the army to take control. Whether true or not, the sentiment reveals something undeniable. A nation that no longer trusts its leaders to listen. To understand this eruption, we must rewind. President Samia Suluhu Hassan rose to power in 2021 after the death of John Magufuli. At first, she was hailed as a reformer, a leader who would restore free speech and reopen political space. But as the years passed, the optimism faded. Opposition figures were arrested, critics disappeared, and elections became predictable rituals of victory for the ruling CCM party, which has never lost a vote since independence. Using very repressive laws that are very vague, applying them differently to the opposition, to the citizens, to the journalists, just to keep them repressed. So with this human rights crisis, we are seeing silenced voices, we are seeing a repressed opposition, and we're seeing very little civic participation. Now, with the main opposition leader jailed on treason charges and his party boycotting the election, many Tanzanians feel the ballot has lost its meaning. Human rights groups call it a wave of terror. The government calls it maintaining peace. But peace built on fear is not peace. It's control. What's happening in Tanzania is more than a local dispute. It's the voice of a generation demanding dignity. Across Africa, young people are tired of recycled promises and leaders who rule until the end of time. And now, from Dar es Salaam to Yaoundé, they're drawing a line in the sand. Many observers are comparing President Suluhu's crackdown to that of Paul Biya in Cameroon. Both leaders face growing youth movements. Both rely on security forces to silence protest. And both stand accused of betraying the ideals they once swore to protect. The only difference, this time, it's a woman leading the charge. And that makes it even more shocking. Is President Suluhu following the footsteps of Paul Biya? Or is she trying to prove that repression has no gender? Either way, the result is the same: silence, fear, and resistance. Tonight, Dar es Salaam is under curfew. Shops are shuttered, roads deserted, and the air heavy with uncertainty. In the border town of Tunduma and the city of Mbeya, demonstrations have spread. Small flames of defiance flickering across the nation. Tanzanian youth say they will not back down. We are tired, one protester told the BBC. We just want an independent electoral commission, so every Tanzanian can choose the leader they want. The government insists the election was free and fair, but fairness cannot live where freedom is dead. This is not an isolated storm. It's part of a continental awakening. From the protests in Senegal to the uprisings in Cameroon,
Africa's Gen Z has become a force that refuses to be silenced. They are connected, fearless, and ready to challenge power, whether it wears a suit, a uniform, or a smile. And that connection terrifies those who still believe they can govern forever. What happens next depends on how far the government is willing to go and how long the people are willing to endure. If the curfew holds and the internet stays dark, Tanzania could descend into the same quiet fear that haunts other nations. But if the protests continue, and if the world is watching, this moment could mark a turning point. Perhaps, just perhaps, the youth of Africa are writing the next chapter of liberation. One protest, one voice, one tweet at a time. Tonight, Tanzania stands between fear and freedom. A president once praised as a reformer now risks being remembered as another ruler who chose control over courage. And, as we've seen in Cameroon, repression may silence the streets, but it cannot silence the spirit. Because in Africa today, the people are no longer waiting for change. They are becoming it. You've been watching The African Discovery, uncovering Africa's untold stories. Subscribe for more deep insights shaping the continent's tomorrow. To watch the fearless protest of Gen Z uprising in Cameroon against Paul Biya's re-election, click the video on your screen. Nitafanya hii video iwe fupi na nitajaribu iwe yenye kueleweka. So, mimi mwanajeshi wa Marekani, naishi Marekani, lakini kwa taarifa ambazo zinaendelea katika nchi yangu nilozaliwa ya Tanzania, inanifanya mimi nisiwe na amani na mambo yanaendelea Tanzania ambayo yana affect my society ya Tanzania, lakini kikubwa na affect familia yangu ambazo ipo Tanzania. So guys, sijajua shida nini na viongozi ambao wapo madarakani sasa hivi Tanzania. Like, bro, ukipewa chance ya kuongoza, fanya kazi yako. It's very easy. Na ikishindwa, ikifikia mahala watu wakwambia uongozi wako, shida watu wanashindwa kuelewa maana ya kuwa kiongozi. Maana kuwa kiongozi sio tu kusifiwa. Kiongozi, ukishasema mimi nataka niwe kiongozi, ukubali kusifiwa na ukubali kukosolewa. It's normal. It's very totally normal kusifiwa. Good. Ukipata sifa, wewe kiongozi mzuri, shukuru Mungu, endelea kujinoa, endelea kuwa kiongozi mzuri. Lakini pia wakikukosoa watu, don't have attitude. Kwa sababu watu wanafata watu. In English you say people follow people. People, they don't follow titles. Unaweza kawa kiongozi, kifano kwenye jeshi, unaweza kawa na ranki kubwa lakini watu wasikuheshimu. Kwa sababu gani? People follow people. People follow your attitude, how you conduct yourself, how you talk to them, how you present to them, watu wanakuheshimu wewe kama wewe unavyowatreat, how you treat people. That determine how good of a leader you are. Sio kukomandi watu wakuheshimu. Huwezi kuwakomandi watu kuheshimu. Heshima na busara zinajengwa kwenye matendo yako kama kiongozi. Sisi wengine tunasema like kweli tupo mbali, tumetoka Tanzania. Tanzania ni nchi ya amani sana. Umeona, mimi nimezaliwa Tanzania, nimekuwa, sijawahi kuona fujo kubwa. Yes, of course sometimes tunakuwa tuna protest na hapa na pale, lakini sijawahi kuona fujo kubwa na watu kumkataa kiongozi kwamba atoke madarakani kama fujo inaendelea hapa. Kiasi cha kwamba inantia wasiwasi na hasira vitu vinavyoendelea.
imebidi niongee na viongozi wangu, like today nimeenda kwa address na viongozi wangu kwamba hey, vitu vinavyoendelea katika nchi yangu nilozaliwa ABCD is not okay. It makes me feel uncomfortable kufanya kazi as a normal person, kusema kweli. I don't know how to I don't know. Sijui hata sometimes kuongea vitu kama hivyo. Unajua vitu ambavyo vinavyo affect your mental health. Like these are. Alafu nikiona nchi kama za Marekani, nchi kubwa zinaleta majeshi zake Afrika, zinaleta majeshi wake nchini kwenu, watu viongozi wanaanza kulalamika, msilete viongozi, nyinyi mnakuja kuharibu nchi za watu kwa kuleta wanajeshi wenu ndani ya nchi ambazo haziwahusu, pambanieni fujo zenu. Like at the end of the day, remember, tunaweza tukawa tupo Marekani, lakini tuna asili, kuna watu wana asili ya Tanzania, kuna watu wana asili ya Kenya. Wanavyokuwa Marekani, wanakuwa katika sekta tofauti kubwa, nyadhifa tofauti, na wanavyoaffectiwa, they gonna talk about it. And guess what? Na vitu vikiendelea the issues inavyoendelea escalate na kwenda elevate, I don't know, man. I don't want to talk about politics. Hiyo ndo shida yangu mimi. Sipendi kuongelea masuala ya siasa. Sipendagi kuongelea masuala ya siasa, lakini sometimes inavyokuwa siasa ni jambo ambalo linatuaffect watu raia. Uwe unapenda kuongelea au upendi kuongelea. Like it's gonna affect you. It's gonna affect you. So sema kweli mimi nimekuja hapa kuongea, kusema tu, na nipo pamoja na raia ambao wanapambania uhuru wao wa kuongea ndani ya nchi ya Tanzania. You have all the right to demand kiongozi unayemtaka. You don't ask for too much. Na nipo hapa kukemea mambo ambayo yanaendelea Tanzania. Serikali, uwe jeshi, uwe askari, kama ni mzalendo kweli, unatakiwa usimame na raia. Sio kusema mtu akiongea online akisema like freedom of speech. When you say freedom of speech, it means freedom of speech. Marekani freedom of speech, hata kama una mtu lazima pia mtambue kwamba katika kazi zozote Mungu na kilichopangwa na Mungu. Hiyo Mbezi kumala mamake kumenuna. Kula hizi hapa tunazo, watuambie ameshindaje. Kula tunazo hizi hapa, watuambie ameshindaje. Kula hizi hapa tunazo, maboksi ya kula tunayo, watuambie ameshindaje. Maboksi ya kula tunayo, haya hapa waseme ameshindaje. Wanaanza kukimbia kwa mama. Wewe kimenuka kwa juksi huko, kimenuka kwa mabasi, watu waelewi. Biza kama hizo tunaenda. Afande teremsha bunduki, afande teremsha bunduki. Unemwona adui unampiga, ndo anekulipa mshahara, ndo mwalimu wa mwanao, ndo nesi aliyekufanyia tohara. Jana nasi hizo bunduki sio za kumlinda mtawala. Gari ya tume wauni wameichukua wanaondoka nayo. Gari ya tume ya uchaguzi wauni wanaondoka nayo. Kwa hiyo wamekuja wamekimbia. Gari ya tume ya uchaguzi.